ya upigaji wa bilioni 262.34 za CSR za mradi wa bwawa la Mwalimu Nyerere. Wakati mradi wa ujenzi wa bwawa la kufua umeme la Mwalimu Nyerere ukiwa umekamilika kwa takriban asilimia 99, CAG ameeleza na kuibua hoja ya kutokutolewa kwa fedha ya huduma kwa jamii CAG ameeleza kutokutolewa kwa fedha za huduma kwa jamii CSR zenye thamani ya shilingi bilioni 262.34. Taarifa na hoja hii ya CAG imeendelea kujitokeza kwa takriban miaka 6, ambapo ripoti za CAG zimekuwa zikisisitiza kwamba fedha hizi zilitakiwa kutolewa tangu mwaka 2019. Hizi fedha zinawanufaisha wilaya au wakazi wa maeneo ambayo mradi mkubwa huo unafanyika. Fedha hizi zilitakiwa kuwanufaisha watu wa wilaya ya Rufiji, watu wa wilaya ya Liwale, Kibiti na maeneo mengine ambayo nchi ingeweza kupanga, lakini fedha hizi serikali wameshindwa kuzipata mpaka leo, fedha takriban 262 bilioni ili ziweze kutumika kwenye mradi ya kijamii. Lakini sasa janja inaonekana wazi kwamba serikali wanataka kuiba pesa hizi, japo bado hazijatoka. Wanaandaa mpango wa kuziiba, kwa sababu inaonekana pesa hizi sasa serikali wanataka kuziingiza kwenye wajanja wachache wa TANESCO na TAMISEMI ili waweze kugawana na zisiende kufanya kazi iliyokusudiwa. Na nyinyi mnajua mama amekuwa akimsifia waziri wa TAMISEMI kwamba anakifua kipana. Lakini sasa wanaonekana wazi wanataka kupitisha bilioni 262 kwenye TAMISEMI. Hizi fedha wanataka kuziiba na zifanye kazi iliyokusudiwa. Sisi tunasisitiza fedha hizi bilioni 262 ambazo tayari zimeshasainiwa na hivyo zipo au zinapaswa kuwepo, zinafanywa kama hisani, zinatengenezewa mazingira ya upigaji, na wanasema sasa zihamishiwe mwelekeo, zipelekwe TANESCO ama TAMISEMI ili wajanja wachache waweze kugawana na zisifanye kazi ambayo imekusudiwa. Na sisi hao mnawajua wameendelea kutafuna na kufanya ubadhirifu kwa fedha za miradi mbalimbali tofauti na miradi na zile fedha kama ambazo zimekusudiwa kufanya kazi. Pamoja na ufisadi huu wa fedha za miradi ya huduma kwa jamii CSR, CAG pia amebaini kuwa mradi wa ujenzi wa bwawa la Mwalimu Nyerere haukuwa na mpango wowote wa dharura na usalama wa kukabiliana na majanga. Athari yake ni kwamba inapotokea dharura yoyote, madhara makubwa yanaweza kuikumba jamii inayozunguka mradi huu na hata kuathiri mradi wenyewe. Na kama mnakumbuka mwaka 2024 bwawa la Mwalimu Nyerere lilijaa na TANESCO walikuwa kwenda kufungua milango. Maji ya bwawa la Mwalimu Nyerere ni athiri wakazi wa Rufiji na Kibiti, na ACT Wazalendo walienda kutoa misaada, kutoa pole kwa wahanga wa mafuriko ya Rufiji na Kibiti. Hii ni kielezo cha kuwepo kwa maandalizi ya usalama. Maafa haya na upigaji huu unatoa picha moja tu kwamba serikali ya system haijali wala haina nia yoyote kuhakikisha ustawi wa maendeleo ya wananchi. Kwa mantiki hii, ACT Wazalendo tunasisitiza mambo yafuatayo kufanyika kwa serikali. Mosi, tunasisitiza wananchi wa Kibiti, Rufiji, Mkuranga, Liwale na maeneo mengine yanayosiliwa na mradi huu kuwashinikiza madiwani na wabunge wao kuwajibika kusimamia na kuhakikisha fedha hizi bilioni 262.34 zinatolewa kwa kuhudumia jamii zao husika. Na serikali wamesema wazi sasa kwamba pesa hizi wao wanataka kuzielekeza katika mkoa wa Dodoma, mkoa wa Kigoma. Hatukatai fedha za miradi mikubwa kufanya maendeleo kwenye eneo lote la nchi, lakini kwanza wawakumbuke watu ambao wanapata athari za moja kwa moja kutokana na mradi wa bwawa la kufua Nyerere, na wakati hao ni wa maeneo ya Kibiti, Rufiji, Liwale. Jambo la pili, ACT tunapinga na kukemea janja zinazofanywa za kutaka kuchefusha fedha hizi.
wanataka kuchepusha hii fedha kama nilivyowaambia, kuipeleka kwa waziri mwenye kifua kinene bilioni 262, ili sasa watu wa Rufiji, Kibiti, Mkulanga na Dawa na maeneo mengine yanateka na mradi huu waweze kuikosa ile fedha ya huduma kwa jamii. Lakini pia tunasisitiza wananchi na wadau wa mazingira na maendeleo kuunganisha nguvu, kuishinikiza serikali kuweka na kutekeleza mpango wa dharura na usalama ili kuziepusha jamii zinazokuwa na mradi huu kupata madhara kama ilivyotokea mwaka 2024 watu wa Rufiji na Kibiti waathiriwa na mafuriko. Mwisho, tunaitaka Wizara ya Nishati na serikali kwa ujumla kuhakikisha mradi huu unakamilika na unasaidia katika kupunguza gharama za umeme nchini, na vivyo hivyo unatuepushia na kutuondoshea kabisa kadha ya umeme kukatika. Na mnakumbuka mwaka jana kauli nyingi zilitoka sana kwamba sasa mradi wa Rufiji unatoa zaidi ya megawati 500. Nakumbuka. Lakini juzi kwenye Wizara ya Nishati tunaona wanasema mlango mmoja ndio unafanya kazi. Serikali ya CCM wamekuwa waboreshaji, wanasema bwawa limekamilika kwa asilimia 99, na wanasema mwanzo wanasema umeme ushaanza kutoka kwa wingi. Kwenye wizara juzi wanaonyesha ni kwa kiasi gani ili bwawa bado halianza kutoa umeme kama ambavyo ilikuwa imekusudiwa. Hoja yetu ya 9, CAG ameonyesha au amezungumzia swala la ukosefu wa mabasi ya mwendo kasi ambao umeleta adha kubwa sana kwa wakazi wa Dar es Salaam. Lakini pia kwa wananchi ambao wanatoka maeneo mikoa mbalimbali wanapofika Dar es Salaam, pia nao walipaswa kutumia huduma ya mwendo kasi. Huduma hii ni muhimu kwa wananchi wote walioko Dar es Salaam na wanaokuja Dar es Salaam na kutoka. Kwa zaidi ya ripoti 3 toka mwaka 2020-2021, ripoti mwaka 2022-2023 na sasa ripoti ya mwaka 2023-2024, tumekuwa tukieleza kuhusu mradi wa mwendo kasi. Mradi ambao badala ya kuwa faraja umegeuka kuwa adha ndani ya jiji la Dar es Salaam. Na nyinyi wakazi wa Dar es Salaam ni mashahidi. Watu wanafika mpaka kuandamana kwenye kituo cha mwendo kasi cha Kimara. Mtu anakaa kituoni zaidi ya masaa 3, hakuna basi wewe kufikia abiria. Mradi ambao wana Dar es Salaam wanapita kuwa faraja imekuwa adha, na pia umekosa ukiwachelewesha kufika kwenye maeneo yao kutafuta shughuli zao za kiuchumi, kama ambavyo wao wanategemea kwa urahisi wa kuingia mjini na kufanya kazi zao na kurudi kwenye maeneo yao kwa urahisi. Mradi huu ambao unajengwa kwa fedha za mikopo wa Benki ya Dunia na wadau wengine wa maendeleo umeendelea kusuasua kamilika, kujengwa chini ya kiwango kutokana na usimamizi mbovu. Na hii mmeiona mwaka jana wao wenyewe wakitiana vidole machoni kwa barabara ya mwendo kasi ya kutoka Mbagala kuja mjini. Barabara ambayo haijaanza kutumika, ina matobo kila kona, zege imekatika kila kona. Hii inaonyesha jinsi gani wanakopa fedha kutoka kwenye mikopo Benki ya Dunia, sio fedha zao, lakini wanafanya miradi chini ya kiwango, miradi ambayo inaweza kuwanufaisha wananchi moja kwa moja. Katika ripoti ya mdhibiti na mkaguzi mkuu wa hesabu za serikali CAG ameonyesha sababu kuu ya adha ya usafiri wa mwendo kasi Dar es Salaam. Sababu ya kwanza tunasema kuna upungufu wa mabasi, na sote tunakiri kwamba unaweza kukaa kwenye kituo cha mwendo kasi zaidi ya masaa 2 basi lolote halijapita. Watu wanakaa Kariakoo wanajazana kwenye kituo, watu zaidi ya maelfu, lakini hakuna basi linaloweza kutoka. Na mabasi mengine machache yamepaki pembeni. Abiria wanaona mabasi yamepaki lakini hayachukui abiria, badala yake wanaendelea kusota kwenye vituo kwa muda mrefu. Uchambuzi wetu wa ripoti za elimu umebaini kuwa bado mradi huu una upungufu mkubwa wa mabasi yanayofanya kazi. Mkaguzi anabainisha kuwa DART waliingia mkataba wa kuwa na mabasi 210, lakini hadi anafanya ukaguzi Novemba 2024 ni mabasi 111 pekee ndio yalikuwa yanatoa huduma, huku mabasi 99 yakiwa hayafanyi kazi kwa uchakavu na kuhitaji matengenezo. Huu ni upungufu wa 49%. Lakini nyewe mmeona system wakati wanakwenda kwenye mkutano wa kumtangaza mtiania wao au mgombea wao wa urais, walitangaza barabarani mabasi ya system ya rangi ya kijani Yutong zaidi ya 30. Lakini mradi ambao umeanzishwa tangu mwaka 2014 mpaka leo eti una mabasi yanayofanya kazi chini ya 50%. Kwa tunaitaka sisi wafanye uadilifu kwenye miradi ambayo ina manufaa moja kwa moja na nchi. Kukosekana kwa mabasi kunaongeza hata ya msongamano wa abiria, na nyinyi ni mashahidi wa Dar es Salaam, kuchelewa kwa huduma kwa wateja na kuchelewesha mzunguko wa uchumi.
Kwa upande mwingine, mpaka sasa barabara ya Mbagala mjini ambayo ilizinduliwa kwa Mgombe, kama mnakumbuka, Watanzania walishuhudia, walikwenda serikali ya CCM na viongozi wake wakazindua kwa Mgombe barabara ya Mbagala mjini, kwamba sasa mabasi ni tayari, wakazi wa Mbagala wataondokana na adha ya kukaa muda mrefu barabarani. Lakini ni mashahidi, mpaka leo barabara ile haina mabasi ambayo yanafanya kazi. Lakini kuna mradi wa Gongo la Mboto Keko, mnaona kabisa hakuna kabisa magari. Licha mradi ukawekwa kwa kiasi kikubwa. Hata barabara ya Morogoro inayokwenda Kifukoni na Kariakoo haina magari ya kutosheleza abiria. Hii inasababisha kukosekana kwa thamani halisi ya fedha na kutotatua tatizo la usafiri jijini Dar es Salaam. Na wakati waziri wa TAMISEMI akijigamba na kuwaambia viongozi wenzie bila ya aibu kwamba zile barabara ni mali yao na ule mradi ni wao, lakini mpaka sasa hawaonyeshi juhudi za kuonesha mradi unafanya kazi kama ambavyo ilitakiwa. Lakini mnakumbuka wakati akisema hotuba yake bungeni, waziri wa TAMISEMI kuhusu swala la DART alisema eti mambo makubwa yanahitaji muda, lakini mambo ya system kupeleka pikipiki mpaka kwenye kitongoji hayahitaji muda. Mambo ya system kuleta YouTube kuonyesha Watanzania kwamba wana fedha, kwamba nchi hii ina fedha, haihitaji muda. Lakini jambo la kuleta mabasi ya kutosha ili wakazi wanasema wapate huduma inahitaji muda. System imewachoka Watanzania, system imewachoka Dar es Salaam.